Yesu. Hivi leo watu tunajua kama ni Pasaka. Bwana Yesu anameremeta. Hebu imisha hiyo tumaini. Anameremeta. Sasa tunafufuka. Tuanze kuna kofu. Tuanze tumaini. Amen. Ameanzisha ujio tumwage mwazeni. Ongeza kidogo mbembeo. Ongeza mwage mwazeni mmoja naanzisha. Bwana Yesu anameremeta. Sisi mbea nyimbo ni chakula. Kabisa baba. Tupige makofi. Sema Baba, natambua nguvu ya damu ya Yesu. Kila minyororo, kila laana, kila mauti vimeharibiwa kwa nguvu ya damu, kwa nguvu ya ufufuo. Asante Yesu kwa damu hii uliyoiachilia kwa ajili ya baraka zangu. Kwa damu hii napokea afya, napokea utajiri, napokea hekima. Kwa jina la Yesu, anza kumshukuru kwa ajili ya damu yake Yesu. Asante shukuru sana kwa ajili ya damu ya Yesu, damu yake ya thamani. Toa shukrani kwa ajili ya damu yake yenye nguvu. Asante toa shukrani ya damu yako iliyotukuliwa. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya damu yako iliyotukuliwa. Asante Yesu kwa ajili ya damu yako iliyotukuliwa. Asante kwa ajili ya damu yako. Inua mikono yako. Tayari baraka ziko hapa, ushindi uko hapa. Kumbuka Baba alitupa mambo matatu, kwamba Pasaka hii ni kwa ajili ya kuinuliwa kwako. Pasaka hii ni kwa ajili ya sherehe ya ushindi wako. Pasaka hii utasherehekea anguko la adui zako. Pokea kwa jina la Yesu. Inuka kwenye biashara, inuka kiuchumi, inuka kwenye afya, inuka kila eneo. Pokea kwa jina la Yesu, 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 pokea kwa jina la Yesu. Come. Thank you Jesus. Ninawapenda sana.
Nimesema ninawapenda sana. Nimesema ninawapenda sana. Nasikia upako. Amen. Uliyesema amen, pokea upako huu. Uliyesema pokea upako huu. Uliyesema amen, iwe yako. Nimesema iwe yako. Nimesema iwe yako. Chochote kinachotoka madhabahuni unaposema amen, maana yake unasema na iwe hivyo kwangu. Haleluya. Ninatamani kama kesho na kesho kutwa tungekuwa hapa, kwa sababu naanza kusikia vitu tofauti tofauti. Naanza kusikia vitu tofauti tofauti. Haleluya. Haleluya. Kuna badiliko linaenda kutokea kwenye maisha yako. Haleluya. Sema amen. Ninamsikia Roho wa Mungu anasema anaachilia ubunifu usio kwa kawaida. Anaenda kufanya vitu Iringa vitakavyoshangaza watu. Kwenye biashara yako, kwenye duka lako, kila unachofanya tunaenda kushangaza kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nilikuwa naangalia wakati watu wanatoa hapa, askofu, kuna watu ndani ya siku zijazo Mungu anaenda kuwainua hapa, ambao wao mtu mmoja atakuwa anasema naomba kujua nauli ya ndege kwenda na kurudi ya mhudumu, sababu hiyo sadaka ninayo. Mungu alikuwa ananiambia kitu fulani hapa, nataka ukisome ili ukielewe, na nataka uchukue kiwe ni chako. Kuna wakati Musa, tunapoongea juu ya Pasaka, sema Pasaka. Uwezo ukaongea juu ya Pasaka bila kumtaja Musa. Lakini Musa huyu, wakati wa uchungaji wake, Mungu aliwabariki watu wakawa na vitu vya kutoa, mpaka akafika mahali akasema mlivyotoa vya tosha, subirini kwanza. Yaani ile hali ya kusuasua kwenye utoaji hapa tunaifuta kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema ni mimi kwa jina la Yesu. Sema ni mimi kwa jina la Yesu. Usipojisemea haitatokea. Tangia siku za Yohana hadi sasa, ufalme wa Mungu, mambo ya Mungu yanapatikana kwa mabavu, na wenye kung'ang'ania ndio wanaopata. Kwa nguvu sio jambo rahisi. Wewe fikiria. Asante, sisi kama tuko live. Kama tuko live kuna jambo nataka kuongea. Haleluya. Amen. Nilikuwa naona watu walienda mahali fulani kunaitwa Maka. Wakasema imekwisha siku ya 3 kama leo. Wanawake walipoenda kaburini wakakuta kaburi liko wazi. Haleluya. Kama wanakanyagana kwa ajili ya ukuta, tutaamka ndani, tutakanyagana kwa ajili ya vitu vya Mungu. Tutapambana kwa ajili ya vitu vya Mungu. Amen. Sijui kama unaisikia kama mimi. Haleluya. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kutoka sura ya 36. Hivi ni vitu tu vimekuja wakati ule tunaabudu, tunaimba, nimekaa hapa, askofu na ananisemesha, lakini nasikia vitu vinakuja. Nikawa napitia maandiko kwa ajili yako. Na haya maandiko yaumbike kwako kwa jina la Yesu. Yawe ni sehemu ya maisha yako. Unapotembea, tembea hayo maandiko. Tembea hilo neno. Ongea hilo neno. Waza hilo neno. Sema hilo neno. Tunafuta ibada za kidini. Tunafuta ibada za kidini. Wakati mchungaji anasema ni wakati wa kutoa, nilitegemea sauti zitainuka juu sana. Nafahamu kwa sababu kuna mahali Mungu anatupeleka. Itafika mahali tukisema sasa ni wakati wa kutoa, watu watasimama na kuanza kucelebrate kwamba hapa ndio kuna baraka zetu, hapa ndio kuna kuinuliwa kwetu, hapa ndio kuna kila kitu chetu. Mstari wa 3, mtu mmoja useme Kutoka
wakapokea mkononi mwa Musa. Anzia mstari wa 2. Basi Musa akawaita Bezaleli. Punguza kidogo hiyo microphone ili isiwe na mwanga. Basi Musa akawaita Bezaleli na Holiabu. Basi Musa akawaita Bezaleli na Holiabu, na kila mtu aliyekuwa na moyo wa akili. Na kila mtu aliyekuwa na moyo wa nini? Wa akili. Naomba Mungu akupe moyo wa akili kwenye kazi unazozifanya, kwenye biashara unayoifanya, maana uko moyo wa akili. Sema ninapokea. Napokea moyo wa akili kwenye kazi zangu, kwenye biashara zangu. Na hapo ndio kwenye siri. Ambaye Bwana alimtia moyoni mwake hekima. Ambaye Bwana alimtia moyoni mwake hekima. Kila mtu ambaye moyo wake ulimhimiza ili aende kuifanya kazi hiyo. Kila mtu ambaye moyo wake ulimhimiza ili aende kuifanya kazi hiyo. Nao wakapokea mkononi mwa Musa. Nao wakapokea mikononi mwa Musa matoleo yote. Matoleo yote ambayo hao wana wa Israeli walikuwa wameyaleta kwa ajili ya huo. Wameyaleta kwa ajili ya huo utumishi. Walikuwa wameyaleta kwa ajili ya huo utumishi wa mahali patakatifu. Wa mahali patakatifu ili wapafanye. Kisha wakamletea matoleo. Kila siku asubuhi. Kwa moyo wa upendo. Endelea. Na hao watu wote wenye hekima. Waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu. Wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake. Aliyokuwa akiifanya. Nao wakasema na Musa. Na kumwambia. Watu walete vitu vingi sana zaidi ya hivyo. Watu wameleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo. Vitoshavyo kwa ajili ya utumishi. Kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi. Ambayo Bwana aliagiza waifanye. Basi Musa akatoa amri. Hao wakatangaza mbiu katika malango yote. Wakisema. Wasifanye kazi tena. Mtu mume wala mwanamke. Kwa ajili ya matoleo. Mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Haya maandiko kayasome vizuri nyumbani kwako. Yaani watu walipewa jukumu la kuleta matoleo kwa ajili ya kazi fulani, ambao Mungu alikuwa amewapa akili, amewapa hekima, wamefanikiwa kwenye biashara, wamefanikiwa kwenye kazi zao, wamepanda vyeo. Waliposikia kuna kumtolea Mungu, wakaleta vitu vingi kwa ajili ya project ya wakati huo, mpaka Musa alipopelekewa taarifa na wahasibu, akaambiwa baba, wameleta vitu mpaka vimevuka malengo. Musa akaambia basi waambieni wasimame kwanza mpaka tutakapotoa maelekezo mengine. Tunakataa roho ya kupungukiwa kwa jina la Yesu. Amen. Sema tunakataa roho ya kupungukiwa. Sema ninakataa roho ya kupungukiwa. Sema ninakataa roho ya kupungukiwa. Imagine watu wameleta sadaka mpaka mtumishi wa Mungu Musa anasema haya matoleo walioleta sasa yanatosha. Inakuja hilo hapa Acts Fellowship. Amen. Mungu akupe fedha tele. Amen. Mungu akuinue kiuchumi. Amen. Pokea kuinuliwa kwenye ibada ya Pasaka. Pokea ushindi. Hatuwezi kutangaza ushindi hapa watu wasiinuke. Apende asipende shetani, biashara yako inainuka, kazi yako inainuka, familia yako inainuka. Utakuwa na vitu vya kutosha kwa ajili yako mwenyewe. Amen. Utakuwa na vitu vya kuwapa watu. Amen. Utakuwa na sadaka za kuleta kwa Bwana. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Nataka niwaambie kitu kimoja hivi. Naandika sadaka ina nguvu. Anavyoona mtu ambaye ana roho ya utoaji ni tofauti na mtu asiyetoa.
na nitawaonyesha kwenye maandiko. Sema amen. Kwa sababu nini? Kwa sababu tunataka Mungu atusaidie watoto wa madhabahu ya Acts Fellowship wawe na sura ya tofauti. Wanavyofanikiwa kwenye biashara zao, watu wakiwauliza waseme yuko Mungu wa roho ya akili, yuko Mungu wa roho ya hekima, ndiye aliyetupata mafuta, ndio sababu ya kufanikiwa kwetu. Uliyesema amen iwe hivyo kwako. Uliyesema amen iwe hivyo kwako. Sema amen. Wangapi wako tayari? Haleluya. Fikiria baba askofu. Mimi wanapenda kuingia kwenye mitandao kuangalia vinavyoendelea duniani na mambo kadhaa. Bwana asifiwe. Mlevi mmoja tu kwenye tukio la kishetani ana uwezo wa kusema fungeni milango yote ya baa. Vilevi vyote unanunua na aliyeumwa atakunywa bure, akatumia hata milioni 3. Ni wapi tumefungwa watoto wa Mungu kufanya vitu vikubwa kwa ajili ya Mungu mkubwa? Uwezi ukatajwa katika vitu vya Mungu mpaka umefanya jambo la tofauti. Kilichofanya yule kahaba atajwe ni kwa sababu alinunua perfume ya gharama. Akasema perfume hii sitaitumia, perfume hii nitaimimina kwenye miguu ya Yesu, alafu nitafanya jambo lisilokuwa la kawaida. Yusufu Mwarimatia ametajwa kwenye maandiko ni kwa sababu alifanya jambo lisilokuwa la kawaida. Wewe niwaambie, kwa mujibu wa sheria zetu za sasa, kosa ambalo lilimhukumu Yesu mpaka ikapita auawe, alipewa kesi ya uhaini na tayari hukumu imetoka. Mtu kama huyo kawaida watu wanamkimbia, lakini Yusufu Mwarimatia akasema pamoja na kwamba watu wanakataa, pamoja na kwamba watu wanamkimbia, mimi Yusufu mtu wa Arimatia nitaenda kuomba mwili wa Yesu. Pamoja wamemhukumu uhaini, pamoja wamefanikiwa kumuua, pamoja wanasema tumemaliza, mimi ninalo kaburi nyumbani kwangu. Maana yake ni kwamba kaburi la Yesu lilichimbwa na mtu huyu kwa fedha zake, kwa nguvu zake, kuhakikisha Yesu anahifadhiwa mahali. Ndio maana leo tunamsoma kwenye maandiko. Muulize jirani yako, utajwe umefanya jambo gani? Watu utajwa kwa kufanya jambo. Mwingine sasa unajua sadaka ni siri, watu wasijue, ndio kiroho. No. Inapofika mambo ambayo ya kusimamisha ufalme wa Mungu, uwe kimbelembele kama yule mwanamke aliyeenda na perfume kwenye miguu ya Yesu. Bila kujali waliosema anajipendekeza, waliosema huyu ni kahaba, lakini yeye alikuwa na moyo wa ibada ya kutoa. Akasema nadhani nifanye jambo ambalo popote nitakaposoma Biblia na mimi nitatajwa. Bible inasema Yesu akasema tendo ile alilofanya huyu mwanamke na mimi nalitaja leo kwa sababu Yesu alijihusisha na kufa na kufufuka kwake. Akasema alichofanya huyu mwanamke, amefanya maandalizi ya tukio kubwa litakalokomboa ulimwengu, la kufa na kufufuka kwangu. Popote itakapohubiriwa injili, ili ikamilike kuwa ni injili, na tendo la huyu mwanamke litajwe. Ndio maana hata leo tumemtaja. Wewe nenda popote panapohubiriwa semina, itafika mahali lazima huyu mwanamke atatajwa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ondoka na alama ya ukombozi, alama ya damu ya Yesu. Mapepo yakikuona yaitane, yaseme huyu tusimguse, ana alama ya damu ya Yesu. Biashara hii tusiiguse, ina alama ya damu ya Yesu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen.
Sema amen. Amen. Fanya hivi mkono wako wa kulia. Sema Baba, katika jina la Yesu, weka fedha kwa ajili ya injili. Neno manukato ni kitu cha kufaa. Amina. Mumenielewa watu wa Mungu? Amina. Mumenielewa? Mnakumbuka siku ile amepelekewa ile perfume na yule mwanamke? Yuda alifanya mahesabu ya ile perfume. Akasema perfume hii ingeuzwa, ingetosha kuanzisha mradi wa kuondoa maskini wote Dar es Salaam. Sasa fikiria ilikuwa ni perfume ya gharama kiasi gani? Mpaka Yuda alikuwa ni mtu wa mambo ya fedha. Samani wa changa. Kama ingekuwa ni hayo, basi alikuwa mchanga. Akaiangalia ile perfume akaona hii sio ya kumwaga kwenye miguu. Hii ilikuwa ni ya kupeleka Kariakoo na kwenda kununua gorofa. Ilikuwa ni perfume ya thamani. Haya manukato wapendwa, hayakuwa manukato ya gharama ya chini. Mungu wetu ni wa gharama. Ukimbeba kama Mungu wa gharama, Mungu mkubwa, ataachilia vitu vikubwa kwako, ataachilia vitu vya gharama. Mstari wa 4 unasema hivi: watano nao walipoingiwa na hofu na kunama kifudifudi hata nchi, maana wanayo sadaka, wanataka wampe Yesu, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Jumapili ya leo hatukuja kutafuta ibada iliyokufa. Tuko hapa kwa ajili ya ibada iliyo hai, ya Mungu anayeponya, ya Mungu anayeinua, ya Mungu anayebariki. Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nani akaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutua mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa, na siku ya tatu ya Jumapili kufufuka. Wakayakumbuka maneno yake. Haleluya. Baba, kila utakapokuwa, akupe kukumbuka madhabahu, akupe kukumbuka nguvu ya ibada, akupe kukumbuka ibada ya Mungu. Sema amen. Amen. Usipoweka nadhiri ukajifunga na madhabahu, vitu vitakuwa vinaenda ovyo. Siku ile Yakobo ametokewa ngazi, malaika wanapanda na kushuka, akajisemea maneno, akasema, bila shaka mahali hapa ni nyumba ya Mungu. Hivi vitu unavyoona sijawahi viona popote. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ninaweka ahadi, mali zote atakazonibariki Mungu, sehemu ya 10 nitampa Mungu. Hakuna mtu aliyemfundisha. Alivyoona yale mambo mautisho na nini, yeye mwenyewe akasema, huyu Mungu hili sijaiona. 10% ya mapato yangu nitamrudishia Jehova aliyenilinda na ndugu yangu Esau, aliyenilinda na maadui. Pokea ushindi Bwana. Pokea ushindi Bwana Mungu. Pokea kuinuliwa. Maadui zako naona wameanguka. Sema amen. Amen. Mstari wa 10. Nao ni Mariamu na Magdalena na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakusadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburi, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiastaajabia yaliyotukia. Ukiona neno tu, maana yake kuna kitu kinapungua. Walichoona walioenda na sadaka, Petro ambaye hakwenda na sadaka hakukiona. Sijui kama umeelewa. Wa 10 unasema hivi, wa 12, maneno hayo
Nitumie lugha gani mwelewe watu wa ushindi? Bwana asifiwe sana. Huyu ameona vitambaa tu vya sanda, lakini wale wanawake walioenda na sadaka ya manukato, wakati wanahangaika, yuko wapi Yesu tumpe sadaka, tumeleta perfume kwa ajili yake, malaika wakawatokea. Nataka malaika wa Bwana akusaidie kwenye biashara zako. Nguvu ya sadaka imlete malaika kwenye vitu vyako. Malaika akipigana upande wako hakuna mchawi atakuweza. Sema amen. Sema amen. Ndio maana from now onwards, kuanzia sasa, najua wewe ni msomi, una madigrii na masters, forget about that. Anza kuzungumza ukuu wa Mungu ili Mungu mkuu ajitukuze kwenye maisha yako. Amen. Hii Luka ni tamu sana katika nyaraka ambazo katika vitabu vya hao wanne, yani Mathayo, Marko, Yohana, Mathayo, Luka. Si Marko, si Yohana. Huyu Luka alikuwa mwandishi wa kipekee. Ndio maana injili yake ina ladha tofauti. Anasema mimi baada ya kusikia wenzangu walivyoandika, nilizama kwenda kujifanyia uchunguzi. Ndio maana akaja na kitu cha ziada. Ukiisoma injili ya Luka, ukasoma ya Mathayo, ukasoma ya Yohana, utaona kwa Luka kuna ladha ambayo ni ya tofauti sana. Ni ya tofauti sana. Amen. Askofu ametusaidia. Alikuwa ni tabibu. Angependa kuchunguza aone vizuri haya mambo yalivyokuwa. Sikiliza Luka hiyo mstari wa 14. Naenda kumalizia, kama Mungu atanipa nafasi nitasoma na mistari mingine miwili, lakini nataka niende kumalizia. Anasema hivi. Sura ya 14. Sura hiyo mstari wa 14 anasema wa 13, na tazama siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa kienda kijiji kimoja jina lake Emau. Uyaone ya maandiko kwenye injili zingine. Kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa masaa mawili. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo yote yaliyotukia. Walikuwa wasengenyi mtu, walikuwa wasengenyi mhubiri. Baada ya ibada hii, epuka sana mtu ambaye huwa anapenda kuongea kinyume cha wachungaji, kinyume cha aliyeimba. Uimbaji wenyewe ule sikuelewa ulikuwa kama flat. Sisi hapa hatuji kuentertain. Sisi tunakuja kuabudu. Flat voice can worship God. Hiyo sauti unaona ni ya hovyo, kwa Mungu ni ya thamani. Ni mwisho wa mateso yako, ni mwisho wa kuanguka kwako, ni mwisho wa magonjwa yako, ni mwisho wa kilio chako, ni mwisho wa kulala kwako, ni mwisho wa kupuuzwa. Shukuru. Mikono yako ikiwa juu, mwambie tu Bwana asante. Asante kwa nguvu ya ufufuo, asante kwa upako, asante kwa neema, asante Yesu. Umefufuka mfalme, pamoja na vitu vyangu, pamoja na mali zangu. Nisikie sauti, nisikie sauti, nisikie sauti, nisikie sauti, nisikie sauti, nisikie sauti. Damu yako Yesu, damu yako
Sema Baba Mungu, nimesimama kwenye madhabahu hii, natangaza kwa sauti kuu kwamba kwa upako huu wa kufufuka kwako ni mwisho wa maisha ya mateso, ni mwisho wa maisha ya maradhi. Kwa jina la Yesu ninachora mstari kwa ibada hii, ninachora mstari, ni mwisho wa maskini. Minyororo inakuachia, inakuachia, inakuachia kwa jina la Yesu Kristo. Mwanamke, walikukatia tamaa, Baba anakutengeneza. Nguvu ya msalaba inakutengeneza. Nguvu ya msalaba inakutengeneza. Nguvu ya msalaba inakutengeneza. Yaliyoshirikana kwa wanadamu, kwa Baba inawezekana. Kwa Baba inawezekana. Mlete huyu mwanamke Maria. Baba wa mbinguni amesikia kilio chako. Pokea hii baraka. In Jesus name, you're delivered. Pokea hii baraka. Baba amesikia kilio chako. Mapepo mliong'ang'ania mwili huu, kwa moto huu amkai. Kwa moto huu amkai. In Jesus name, achia. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Maluelue, vitu vya ajabu, toka ndani yake. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Thank you Jesus. Rabba shakata baba bakura basita. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Neno hili ni kwa ajili yangu na watoto wangu na familia yangu. Baba, kwa neno hili ninazo baraka zangu, ninao ushindi wangu, ninao ushindi wangu. Nimepokea kuinuliwa, maadui wameanguka kwa jina la Yesu. Kama ulivyofufuka, ninafufuka na baraka zangu, ninafufuka na fedha zangu na uchumi wangu katika jina la Yesu. Haleluya. Vifo vya kabla wakati katika jina la Yesu ninakataa laana za kila aina, maana nimepokea ufufuo, nguvu ya uzima, nguvu ya kufufuka kwenye biashara, kwenye kazi yangu. Nitaona tofauti katika jina la Yesu. Amen. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Mumebarikiwa. Mumebarikiwa. Ninawapenda kwa jina la Yesu. Pokeeni wingi wa baraka. Mungu awabariki. Tunaonana kesho saa 11:30 hapa kwa ajili ya ibada ya Morning Glory. Mungu awabariki.